Bwana, miongoni mwa wachambuzi ambao wanatendi pia kwenye mitandao ya kijamii bwana, tumekutana naye kuangalia je, hii kwake anaichambuaje hii game ya dabi, au sio bwana? Ungana nami kusikiliza machache kuhusu yeye. Mambo vipi kaka? Safi. Kama kawa Kama kawa, namshukuru Mungu. Hii dabi unaiangaliaje ukiichambua kwa jicho la tatu zaidi? Ni dabi nzuri kwa sababu ni dabi ambayo inakwenda kuamua hatima ya nani ambaye ni bingwa msimu 24-25. Lakini mbali na hapo ni mechi ambayo pia inaweza ikaenda kuacha alama kwa hivi vilabu viwili, kwa sababu ndio mechi pekee ambayo huwa inathibitisha daraja la ubora wa mchezaji ama kuvuruga kabisa ile taswira ya nini ambacho mchezaji anacho. Nini ambacho namaanisha? Hii ndio mechi ambayo mchezaji anaweza kuitumia kama platform ya yeye kuendelea kubaki mjini, ama anaweza akaitumia kama njia ya kujiondoa kwenye kile ambacho yuko nacho. Washawahi kukataliwa wachezaji wengi sana, lakini baada ya kuwa amefanya vizuri kwenye mchezo wa dabi wakaanza kumwimba. Imewahi kutokea, lakini pia ndio mechi pekee ambayo ukiharibu kuirudisha ile imani kwa mashabiki tena inakuwa ni ngumu sana. Mfano mzuri Hussein Kazi toka baada ya sababisha ile penalti dhidi ya Young Africans, unaona namna ambavyo amepoteza kile ambacho yuko nacho kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa mfano mchezaji kama Kelvin Kijili, kwa hiyo ni moja kati ya mechi ambayo huwa inaacha alama kubwa sana kwa mashabiki ama viongozi ama kwa timu kwa ujumla. Kwa hiyo kwenye mchezo wa leo of course ni mchezo mzuri kwa sababu kama ambavyo nimezungumza unakwenda kuamua hatima ya yupi ambaye ni bingwa wa msimu huu. Lakini ndio mechi ambayo pia inaweza ikaenda kutupa uwiano wa ubora kulingana na timu ama kulingana na madaraja ya wachezaji ambao wako kwenye hizi timu mbili. Kwangu mimi namuona zaidi kocha Hamdi Miludi akiingia na mbinu zile ambazo amekuwa akiingia nazo, lakini zaidi nitahitaji kuona ni namna gani ambavyo Yanga yuko tayari kwenda kukutana na Simba ambaye ni kama amekuwa na nyakati nzuri sana kwa hivi karibuni, kwa maana kwenye michuano ya kimataifa amefika kwenye hatua nzuri. Kombe la CRDB Federation Cup japokuwa ametolewa, lakini pia alifika kwenye hatua nzuri. Kwa hiyo ni Simba dhidi ya Yanga ambaye amekuwa akimfunga. Ni Simba mpya dhidi ya Yanga ambaye amekuwa na historia chanya kwenye michezo ya dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo nini ambacho pia natamani kuona nini ambacho Simba atakuja nacho kwenye mchezo wa leo kama kujibu maswali ambayo amekuwa akiulizwa na Young Africans, kwa sababu Simba amekuwa na nyakati mbaya sana kwa Young Africans kwa hivi karibuni. Kwa ni namna gani ambavyo amejiandaa kwenye mchezo wa leo kwenda kujibu yale maswali ambayo amekuwa akiulizwa pia ni jambo lingine. Kwa hiyo mechi inakwenda kuwa baina ya kocha ambaye anakwenda kucheza mechi yake ya pili dhidi ya kocha ambaye anakwenda kucheza dabi yake ya kwanza, lakini akiwa na nyakati nzuri, kwa maana ya timu yake ikiwa na nyakati nzuri dhidi ya timu ambayo anakwenda kukutana nayo. Kwa hiyo yote kwa yote ni mchezo ambao kila mmoja anatamani kuona, japokuwa ukiutazama nje ya uwanja ulikuwa na mambo mengi sana, na unaweza ukasema pia limechangia hilo kuweza kupoteza mvuto wa dabi ya Kariakoo, kwa sababu kitazama hata hivi sasa, tazama aina mashabiki ambao wako hivi sasa, sio ile kawaida ambayo tumekuwa tukizoea kuona kwamba linapokuja sakata la dabi kila shabiki huwa anajaribu kubeba silaha ambayo anaamini inaweza kwenda kumpa matokeo chanya na anakuja nao kwenye mchezo wa leo. Lakini ukitazama leo mashabiki ni wachache, kwa hiyo ni moja kati ya mechi kubwa sana, lakini tayari kutokana na situation ambayo ilikuwepo ni kama imepunguza mvuto. Lakini ukiangalia labda kikosi cha Yanga ni nani wa kuchungwa zaidi, na je kikosi cha Simba ni nani wa kuchungwa zaidi? Labda kwa upande wa Young Africans utakuwa ni ngumu sana kusema yupi wa kuchungwa, kwa sababu ina timu bora na yoyote anaweza kukufunga, na ndio maana ndio timu pekee ambayo imefunga magoli mengi sana. Lakini ukienda kwenye mgawanyo wa wafungaji wa Young Africans utakutana na mabeki, viungo wakabaji, viungo washambuliaji, kwa maana maforward pia. Lakini ukija kwenye wachezaji gani ambao wanaweza kuwa hatari kulingana na dakika ambazo zinaenda, kwangu mimi mchezaji wa kwanza nitamtaja Chama Clatous. Of course amekuwa ana nyakati nzuri sana, lakini kwa hivi sasa ni kama anajaribu kutaka kuthibitisha yeye ni mchezaji wa daraja la namna gani. Utazama kwenye mechi zake mbili za mwisho amekuwa na nyakati nzuri sana. Lakini mchezaji mwingine ni Maxim pia Nzengeli, mmoja kati ya wachezaji ambao tukizungumza dabi ya Kariakoo kwa hivi karibuni kuna alama ambayo Maxim pia Nzengeli ameiweka. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao unaweza ukasema anajua vizuri kucheza kwenye hizi mechi kubwa. Kwa nini kwanza nimeanza na Chama? Kwa sababu Chama ni mchezaji ambaye kwenye mechi kubwa ndo kama huwa anazichagua kuthibitisha uwezo na daraja alilonalo.
utapata utulivu kwa Chama, utapata pia uwezo wa kutengeneza nafasi pia kufunga. Lakini kwenye mipira kutenga, nafikiri kuondoka kwa Stefano Zeki kwenye mchezo wa leo, majukumu ya mpira kutenga naona kabisa akienda kuachiwa Chama Clatous kama ataanza. Na ukumbuke hata kwenye mchezo wa mwisho goli ambalo Young Africans analipata lilianzia kwa Chama Clatous baada ya kupiga ule mpira na Musa Pilipini Kamara kurejesha ndani. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambaye hakuna timu ambayo inatamani kukutana naye akiwa kwenye ubora wake. Lakini mchezaji mwingine nimemtaja hapo Maxim pia Nzengeli, na mchezaji wa mwisho ni Aucho. Mmoja kati ya wachezaji ambao ili Young Africans iweze kuwa kwenye huo ubora kutengeneza nafasi na kufunga, lazima Aucho aweze kuwa kwenye huo ubora wake. Na Aucho ndo mwenye maamuzi ya kuamua nyakati gani ambazo tunakwenda kushambulia, nyakati gani ambazo tunakwenda kujilinda. Na kama tunajilinda kwenye mfumo gani. Kwa hiyo Aucho nikimtazama kwenye mchezo wa leo ni mchezaji muhimu sana kwa upande wa Young Africans na amekuwa na hiyo kawaida. Kwa hiyo mengine yabaki kwa kocha nini ambacho ataona ni sahihi kuanza nacho. Lakini tukija kwa upande wa Simba, mchezaji wangu wa kwanza wa kuchungwa ama ambaye Young Africans kwa maana kama akianza anaweza akawa na athari chanya kwa upande wa Young Africans ni Elie Mpanzu aka Volcano. Mmoja kati ya wachezaji ambao ukimtazama element ama sifa ambazo uko nazo, hakuna beki yoyote ambaye atamani kukutana naye. Yaani mchezaji ambaye akiwa uwanjani atakufanya uhisi uwepo wake ni Elie Mpanzu. Kwa hivi sasa anachukua hiyo nafasi kwa mawinga wengi sana ambao wanacheza, ndio maana ameingia dirisha dogo, lakini kuna wachezaji ambao walianza msimu tayari amesha warudisha nyuma kwenye maendeleo namna gani ambavyo unaweza ukawa manufaa kwa timu yako. Lakini mchezaji mwingine ni Jean Charles Ahoua. Nafikiri Ahoua ni top scorer wa NBC Premier League hadi hivi sasa, sio kwa bahati mbaya, ni kutokana na uwezo ambao amekuwa nao wa kuweza kudhibitisha daraja la ubora alionao kwenye nyakati zote. Kwa maana kama timu inanufaika na Fauro, umeona akiwa mstari wa mbele kuweza kuanza kwa maana kuchukua ile nafasi ya kupiga ile mipira. Na tumeona kwenye magoli ambayo amefunga pia yapo hayo magoli. Lakini mpira ya kutenga unakuja kwenye mikwaju ya penalty, uwezo wa kujaribu ni moja kati ya wachezaji ambao nafikiri ukimwachia nafasi kidogo tu anaweza kuwa athari kwa upande wako. Kwa hiyo Young Africans wanapaswa kuwa makini, kwa sababu inawezekana wakatumia muda mwingi sana kuweza kumlinda Elie Mpanzu, lakini wakamsahau Stephen Dese Mkwara pamoja na Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo kila mchezaji of course anajua majukumu yake uwanjani, lakini kuna nyakati ili uweze kuwa bora lazima uthibitishe nyakati zako namna gani ambavyo unakuwa na huo uwezo wa kuweza kuunganisha frequency zako za kiuchezaji ndani ya uwanja pale ambapo unapata nafasi ya kwanza. Lakini umetaja vikosi vyote kwa wale wachezaji bora na kila mtu umemgusia. Je, unaona mizani hii inaelemea wapi kipindi cha kwanza? Na je, hadi ngoma inamalizika nini ambacho unahisi kwamba timu gani inaweza kuondoka na ubingwa? Kwangu mimi nikitazama mchezo wa leo, kwanza si mchezo ambao utakuwa na magoli. Magoli yapo. Kwa hiyo kama ni mchezo kutamatika dakika 90, kama si sare ya magoli basi kuna mmoja anafungwa. Ndicho ambacho nakiona. Lakini kama hapo tunazungumza kwamba Yanga ana nafasi kubwa ya kushinda, kwa sababu yeye ana machaguo mawili kati ya moja. Kwa maana ashinde ama atoe sare, atakuwa ananufaika. Kwa Simba hatakuwa na chaguo zaidi ya kutaka kufunga. Kwa hiyo unaona ugumu unaanzia hapo. Bana, ni mmoja wa miongoni mwa watu ambao anachambua soka kama soka bana. Nami sina mengi bana. Tunazidi kuendelea kuwepo na tutamtafuta baada hii game kuisha. Tutazidi kuongea naye kuhusu ile game ambayo linaendelea la Derby.